Bana, kwa majina naitwa Edward Boniface kutoka Dodoma. Ndio. Unaona ni timu gani kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, timu ambazo zinashiriki 16 inapaswa ifanye usajili mkubwa zaidi kwenye dirisha dogo kutokana na jinsi ambavyo performance yao wameonyesha kwenye baadhi ya michezo? Kwanza mtangazaji, ni swali zuri. Kwa mimi mawazo yangu nilikuwa naona labda tungeanza na Simba. Naona ushiriki wao wa msimu huu una yumba sana. Ndio. Kwa hiyo Simba tunapaswa afanye usajili mkubwa zaidi. Kwa sababu ndio kioo ambacho kusema katika klabu ambazo zinawakilisha yani kwenye mashindano ya Afrika, Simba yumo. Ni eneo gani ambalo unaona wanapaswa afanye usajili mkubwa zaidi? Je, kwenye eneo la beki, eneo la goalkeeper, ama eneo la kiungo, ama eneo la ushambuliaji? Kiukweli bana, kwa Simba pale udhaifu ni mkubwa. Unajua kwa sasa hivi ukisema uanze kuangalia mtu mmoja, Simba sasa hivi ina matatizo mengi. Tunaweza tukasema wachezaji afu viongozi nao ni chanzo kikubwa. Kwa hiyo yani tunaweza tukasema wachezaji afu na uongozi hauko sawa. Kwa hiyo labda tukianza kwanza na viongozi wenyewe zeni wafuate wachezaji. Sawa. Ndio. Bwana, mambo vipi? Fresh. Kama kawaida? Kama kawa. Wewe shabiki wa timu gani kwanza? Mimi shabiki wa Yanga. Shabiki wa Yanga? Yanga unaona yaifanye usajili mkubwa zaidi katika eneo gani, ama timu yako unaiona kwa namna gani, ama unamzungumzia nani afanye usajili mkubwa zaidi? Yanga ndo afanye usajili. Yanga? Eneo gani ambapo paswa afanye usajili zaidi? Yaani kuanzia huku nyuma huku safu ipo fresh, lakini kwenda mbele huku hamna kitu kule. Yaani hamna kitu kabisa. Kina Celestine yekuwa bado? Yaani pale hamna kitu. Yaani Yanga wanashinda bahati sana. Simba ipo vizuri. Ndio wanapata nafasi nyingi, wanacheza mpira mzuri. Chini nakuja wale wachezaji wenyewe tu ndio waeleweki kwa sababu ya viongozi. Simba ipo vizuri. Lakini kwa timu yako ya makao makuu ya nchi Dodoma Jiji, yenyewe unaizungumzia vipi? Mimi bado sijafuatilia hao. Kwa nini hauwafuatilii kabisa? Bado. Hawakufurahishi hao? Wanazingua. Viongozi unawashauri nini? Wawe serious bro. Wawe serious. Tunaomba tuende hata kwenye mechi zao. Bado tufanye kazi zingine. Sahihi. Sawa. Bwana, ngoja nizungumze na shabiki mwingine hapa. Shabiki wa Namungo, mambo vipi? Basi izungumzie hata Namungo, yaani usimsonteshe huyo. Mwambie izungumzie hata Namungo ya Juma Mgunda. Amekuwa kocha bora wa mwezi. Ngoja tuzungumze na wewe hapa tumalize. Na mimi hapo shabiki wa Yanga. Sasa wewe wa Namungo kabisa. Zungumzie hata Juma Mgunda. Sema hauna meno babu. Hapo fresh. Mtambulisho? Kwa majina naitwa Festo Gabriel Maswepa. Ni mdau, ni mshabiki, ni mpenzi. Yes, unashabikia timu gani? Mimi ni mwananchi. Mwananchi. Naipenda timu yangu toka udogoni. Toka nimekuwa, ukiangalia familia yetu sisi wengi wao ni Simba. Kidogo mimi ni mwananchi. Unahisi timu yako kwenye dirisha dogo la usajili ifanye usajili kwenye eneo gani? Eneo la beki, eneo la kiungo, ama eneo la mshambuliaji ili muendelee kuwa bora zaidi? Kwenye timu yangu tunapoa sehemu mbili. Kuna upande wa kiungo na upande wa ushambuliaji. Kiungo pale tulivyomtoa Aucho kidogo pale kiungo hatupo sawa, na ushambuliaji kama hivyo unavyoona Dube anakuwa anakosa magoli mengi, alafu kama hivyo tukienda klabu bingwa matakuwa utafute striker ile yenyewe iliyosimama ambaye ikipata chansi go. Sasa anakuta Dube anakosa magoli, alafu mwisho wa siku anakuja kukutana na Mamelodi, anakuja kukutana na Al-Ahly. Sasa hizo chance unazopata alafu unakosa, unategemea ile chance ya wazi ndio ufunge, alafu chance ya wazi haufungi, zile ngumu ndio unafunga. Kidogo natakuwa tuimarishe kwenye huo upande. Lakini kwa watani zako mnyama, una kipi cha kumshauri? Simba bwana, wachane na mangungu wenyewe tu wa focus na mchezo, kwa sababu ukisema wadili na mangungu sana, hilo sio sababu, ndio chanzo cha kukosa ubingwa, ndio chanzo cha kupoteana klabu bingwa, kwa sababu mangungu hachezi. Mangungu ni kiongozi, kocha huyo nani Motola si Matola hachezi, wanaocheza ni wachezaji wanakosa magoli. Sasa ninachowashauri tu wa focus kwenye game, waachane na mangungu, game iendelee. Lakini mama Ngungu anakuambia kwamba yeye haingii kiwanjani, yeye anafanya mambo na usajili unafanyika. Wachezaji ndio ambao wanaingia uwanjani, wanakosa wao, sio Mangungu.
Kwa mawazo yao wamesema siri zote zinatoka kwa Mangungu. Sisi Ally Kamwe anapata siri kutokana na Mangungu ndo anayevujisha. Sasa huyo jasusi huyo ndo anayevujisha siri. Sasa yeye kama ndo hivyo wanakuwa wenyewe wanataitiwa wenyewe, yani wenyewe kwa wenyewe wanakuwa wanatoleana siri, yani baada ya kukaa kuunda timu. Sasa wanakuwa wanakaa wanaunda maneno. Sasa hiyo hapo kimchezo wanakuwa wanatoka kwenye kimchezo. Kwa hiyo wanakuwa wapambanie timu yao, wajali timu yao ili iweze kasonga mbele. Kufunga game 2 sio ndo kupotea. Unaweza kufunga game 2, kwani kipindi kile alikuwa anapigwa 5 huku 5 kule, lakini walikuja wakavuka. Kwa hiyo wenyewe wanakuwa wapambane, waungane pamoja na msemaji wao, na hizo kauli za kusema sio anagawa utamu, si baada ya mechi 2 hizo zifutwe ili waendelee kuinda timu. Lakini ukisema eti uanze kusema eti tunagawa utamu na nini, hiyo ndio inakuja kuelekea sisi mashabiki wa Yanga tunakuwa tunawapushi wale, ili tunaweka pressure, tunasema ngoja wafungwe game 3 ili wagawe utamu vizuri, na wakati hivyo vitu havitakiwi kwenye mchezo. Alafu mpira hautakii maneno mengi, mpira unatakiwa vitendo kidogo, maneno kidogo, vitendo. Sasa ukiongoza sana maneno mengi inakuwa unashindwa kuipress ile timu yako, maana unapoviongea vyote, ukiangalia hata misimu 4 ukimvutia yale maneno ya Ahmed Ally na Ally Kamwe ni vitu viwili tofauti. Ndio ile kauli inakuja, anatakiwa Ahmed Ally ajifunze kwa Ally Kamwe, na wakati ambavyo haviwezekani, na yeye mpaka wamemweka pale anajua. Kwa hiyo mipira itakiwi maneno mengi, mpira bwana, twende tukacheze, tucheze, tukifungwa toa maneno ambayo yanaeleweka, sio masuala ya utamu, sio masuala ya nini. Achane nayo hayo masuala. Yeye kama ni mtu wa mpira angalie kwa bwana, mimi ni mtu wa mpira, tufanyaje tufocus na hii timu yetu. Sawa. Umetisha sana mzee.